variation. Ukiendelea mbele katika mada yetu ya variation, kwenye types ya pili ambayo inaitwa inverse variation. A relationship, mahusiano between two or more variables, baina ya variable mbili au zaidi, are said to be inverse. Inaweza kuwa wapo katika inverse variation if the value of one variable, ikiwa the value of variable moja increase, ikiongezeka, while the other value decrease, lakini value nyingine na nini inapungua, au vice versa. Yani kivipi vice versa? Hii inakuwa vile vile, na tuchukulie variable mbili, tuchukulie in general, tuchukulie x ana vary inversely proportionally to the y. Huyu x anakuwa anaongezeka na y anakuwa anapungua. Kwa kuona vizuri kwenye graph letu hili hapa, graph y wetu ni 2, lakini y wetu ni moja, anakuwa ni moja, lakini x yetu anakuwa ni 2, lakini huku y alipokuwa 2, huku anakuwa ni moja. Yani akiongezeka mmoja anapungua, mmoja akipungua mwenzake anaongezeka. Hiyo ndo alichokusudia vice versa. In other words, katika maneno mengine, quantity with an inverse variation, quantity ambayo iko katika inverse variation relationship are said to be inversely proportional to each other. Hawa tunasema wako katika nini? Inversely proportional to each other. Inversely proportional to each other alikuwa inaandikwaje? Tumeona kuwa direct proportional unaandika x direct proportional to the y, lakini inversely proportional unaandika x, unaweka alama proportionality, alafu unaweka reciprocal ya hicho kitu chako. Kwa mfano kama ni y unaweka. Kwa hiyo hivi ndio inavyoandikwa inversely proportional. Always, siku zote, the nature of the graph of inversely or indirect variation inakuwa like nini? Curved, ambayo inakuwa kama hivi. Imefanya curved. Hapa ndio unaona sasa, hapa imekuwa moja, ipo ndogo, lakini huku mwenzake kaongezeka, lakini huku kaongezeka, huku ndio nini? Kapungua. Hivyo ndio anapokuwa indirect variation. Nikiendelea kufanya maswali ya inversely proportional, tuje kwenye example yetu katika inverse proportional au indirect proportional. Tukianza swali la kwanza lasema, if x vary inverse as y and x is equal to 2 and when y is equal to 3, find the value of y when x is equal to 8. Kwa hiyo solution swali letu number 1, kwenye kufanya haya tofauti kabisa na yale ya direct proportional. Unaweza ukafanya, zipo njia mbalimbali, lakini mimi nitatumia njia mbili kuoneshea jinsi ya kufanya maswali ya indirect vile vile. Ukianza na njia ya kwanza, katika swali letu la kwanza tunamchukua vile vile x varies inversely as y. Kwa hiyo inakuwa x ana vary inversely as y. Kwa hiyo inverse inakuwa inaandikwa reciprocal ya kile kitu chenyewe. Kwa hiyo shaandika hivyo, nakuja x sawasawa na k y. Ukishaondosha hii unaweka sawasawa, ukishaweka sawasawa unaweka alfabeti yetu ambayo ni k over y. Ukishamaliza utamake k ni subject. Kwa hiyo kwenye kumake k subject na cross multiplication, k sawasawa x y, ambapo unasema where x is equal to ngapi? X ni sawasawa na 2 and y sawasawa na 3. Kwa unakuja k sawasawa, x ni 2, y ni 3. Kwa k ni sawasawa na 6. Then unakuja x is equal to k over y. Mambo tafute nini? Sasa find the value of y when x is equal to 8. Kwa hiyo tumambo tafute value of y. K tunayo, x tunayo. Kwa hiyo hapo nita cross multiplication, k is equal to xy. Kwa hiyo sasa hivi tumambo tafute y, utagawa kwa x, y sawasawa k over x.
Kwa kuendelea y sawasawa na k over x, lakini k ni ngapi? K ni 6. X ni ngapi? X ni 8. Kwa hiyo ukirahisisha hapo utapata 3 over 4. Kwa hiyo ndio itakuwa nini? Y. Hiyo ndo njia ya kwanza. Kwa y ndo hapa x vary inverse as y. Kwa ushaandika hivyo alafu utatafsiri. Hii ni sasa na kuandika x ana vary inversely to y. Kisha tafsiri hapo tayari, alafu unaweka x, unaondoa alama proportionality, unaweka sawasawa k over y, alafu na make k as the subject. Kwa hiyo itakuwa xy sawasawa na k. Kwa hiyo nimekwambieni hiki k na act as kioo, huyu ni object. Kwa hiyo ukimuondosha k atakuwa kwenye kioo, ukitizama utaona image. Kwa hiyo image itafanyika huku pia ni xy. Kwa vile hii huko ni object, kwa hiyo usije ukachanganya huku na huku, kuite x1 y1 na huko x2 y2. Kwa hiyo x1 alafu nakuja where x1 sasa na ngapi? Sasa na 2. y1 sasa na ngapi? y1 sasa na 3. x2 sasa na ngapi? x2 sasa na 8. Kwa hiyo tunamtafuta y2. Kwa hiyo nakuja x1 sasa na 2 times y1 3 sasa x2 ni ngapi? 8 times y2. Kwa hiyo huku ni 6 sasa na 8 y2. Kwa hiyo gawa kwa 8 unagawa kwa 8. Kwa y2 sasa na 6 over 8. Kwa y2 ni sasa na 3 over 4. Kwa hiyo the value of y is equal to 3 over 4, ambao utaangalia huku x yetu ilipokuwa 2 imenini hapa ni ndogo, lakini y wetu ni mkubwa. Lakini huku ukiangalia x wetu sasa hivi ni 8 mkubwa, lakini huku y wetu tampata kwa ni nani? Mdogo, ni 0 something. Kwa kuendelea na mfano wetu wa pili wa inverse proportion, kwenye mfano wetu wa variation, lakini katika steps ya kwanza ile ya direct variation na mbili tukianza unasema example yetu ya kwanza assembly machine 1, au unasema if y varies direct as x na 5 x is equal to 15, sema nini assembly value of y. Kwa hiyo tunakuja solution. Baada ya kushamaliza solution tumepewa kitu days na solution. Kwa hiyo tunasema kwenye kufanya maswali haya kuna njia tofauti, kuna njia tofauti za kufanya. Kwa hiyo kwa vile nitatumia njia mbili kwenye kufanya maswali haya. Tukianza kwa njia ya kwanza, hata ukiangalia kwa nini tunasema y na vari, kwa hiyo na vari kule rate ni something over 9 x. Kwa hiyo huyu man ndio tushatafsiri maneno yetu kwa y over nini x over 10. Unakuja y, ndio maana hii ni rate yake ni sasa k x. Kwa nini? Kwa hiyo tunamtafuta wakati tunamtafuta k over nini. Ukimtafuta k utamshika hivyo, tunamtafuta kwa y ni sasa na x, unagawa kwa x unagawa kwa x. Kwa hiyo ni sasa na y over x. Kwa hiyo kisha kwa hivyo unachukua, unajua okay ni sasa 120. Kwa hiyo ndio itakuwa constant yetu ni sasa na ngapi? Ni sasa na 4 from m sasa k over t. X is equal to ngapi? Man wetu ni ngapi? Man wetu sasa hivi unakuja k ni sasa yetu ni 120. Kwa hiyo tunatafuta time ngapi? Unatafuta time. Kwa hiyo hii hapa ndo k. Hii ni constant kwa m times t sasa na k. Kwa then gawa kwa m, tagawa kwa m. Kwa then sasa unakuja from wapi? Y sasa na k ambapo itakuja. Kwa hiyo tunatafuta value k yetu ni ngapi? Tafuta value of y. Kwa hiyo kuna tafuta value of y ni ngapi? Y sasa na kx. Kwa hiyo y sasa k ni ngapi? K tumepata kuwa ni 4. 20 ukigawa kwa 15 utapata ngapi? 8. Kwa hiyo time atakao take kwa mashine utapata ngapi? Itakuwa ni 8. Ukishamaliza kuzidisha utasema y sasa na 48. Kwa unaendelea y sasa, kwa vile inarahisika hapa itakuwa hapa unarahisisha kwa ngapi? I think 3 hapa itakuwa 16 huku kwa 5. Kwa hiyo hii hapa y, kwa hiyo the value of y
equal to ngapi? 16/5. Hiyo ndio itakuwa. Ngoja kuta. Wanafunzi, nimesema maswali ya variation yanakuwa na njia nyingi ya kufanya, kwa hiyo mimi nitafanya njia ya pili, ile ikiwa ni njia ya kwanza kwa kutumia other njia nyingine. Utatumiaje? Unarudi vile vile kutafsiri y ana vary as x, y ana vary as x. Kisha kuja hapo y ana vary as x, kisha tafsiri maneno haya hisabati, unakuja y is equal to kx. Kwa ukishamaliza hapo, sasa tunamtafuta nini? K. Kwa hiyo ukishamtafuta k, to make x as nini? Subject. To make k as a subject. Kwa hiyo utajapata y over x sawa na kx, x ni cancel out, y over x sawa na k. Kwa hiyo hii k ni nini? Constant. Au hapa tunaweza kusema ina act kama ni nini? Kioo chako. Shafahamu? Kwa hiyo ukiweka kioo, ikiwa hii ni object, itatokea nini? Image. Kwa hiyo image hapa itatokea ikiwa y over x, na huku itatokea y over x vile vile, kwa sababu hichi ni kama kioo kimeact. Kwa hiyo hapa itakuwa inatokea image. Image yako itakuwa hivi, lakini itakuwa tofauti. Kwa vile huyu ni object, itaitwa y1 x1, lakini kwa vile huyu ni image, itaitwa y2 x2. Kwa hiyo hapa unakuja unaanza kusubstitute where y1 sasa na ngapi? Y ya kwanza ilikuwa ni 4, x1 sasa na 15, and sasa na 15. Y2 ni sasa, y2 ndo hatujapewa, tumepewa x2, and x2 is equal to ngapi? Is equal to 12. Kwa hiyo tumeambiwa tumtafute nani? Y2. Kwa hiyo una substitute y1 ni 4 out of x1 is 15. Sasa y2 hatujapewa, x2 ni ngapi? 12. Shamaliza hapo una cross multiplication. Ukianza cross multiplication itakuwa 4 times 12 is equal to y2 times 15. Kwa hiyo 4 times 12 sasa na y2 times 15. Itabidi huyu y2 abaki peke yake hapa. Kwa hiyo utagawa kwa 15 na huku utagawa kwa 15. Kwa hiyo itabakia y2, huyu na huyu ana cancel out. Huku ukizidisha utapata 48 over 15, ambao ukirahisisha utapata 16 out of 5 sasa na y2. Sasa tukirudi kule kwenye maana ya variation, direct variation inasema huyu variable moja akiongezeka na nyingine ana nini? Anaongezeka. Au akipungua na huyu anapungua. Tukiangalia kuwa hapa ilivyokuwa 15, x yetu ilivyokuwa 15, y wetu ikawa ngapi? 4. Lakini na save x wetu kapungua kwa 12, basi na huyu y wetu hapa lazima itapungua. 16 over 5 tutapata 3. Kwa hiyo hapo ukija kugawa jabu letu utajapata 3.2 sasa na ni y. Kwa hiyo tunaona sasa hivi kwa x ilivyokuwa 15, y ikawa 4. Shafahamu? Kwa hiyo x ilipopungua ikawa 12, basi na y itabidi ifanye nini? Ipungue, kwa sababu anaenda direct. Kwa hiyo y tukapata ngapi? 3.2. Kwa hiyo urahisi wako utaangalia njia inokufaa, yani urahisi lokalia urahisi na ulefahamu zaidi, utatumia njia moja kwenye kufanyia hesabu zako au kwenye mitihani zako.